Habari yenu officer? Nzuri sana. Yes. Huyu mama na kijana wake wawekwe ndani. Which one? Huyu mama na huyu kijana wake ndio huyu. Huyu hao wote ni watapeli, wanafanya pamoja. Hao wawili. Mweke wote ndani. Madam, naomba sasa uandamane na maafisa wa polisi, you are under arrest. Na kijana wako pia huyu, you are under arrest, the two of you. Andamana na maafisa wa polisi sasa. Alikuwa amemwashua kienda embassy anaenda training for formalities. Formalities lakini anaenda mayo. Anaenda apewe visa. Ulisema uko na contact kwa embassy. Uko na contact kwa embassy. My name is there. This is my witness. Madam, nyamaza, nisikiza alafu tunakusikiza. 300,000 ilikuwa ni ya embassy, ilikuwa ya kulipa embassy na apparently kubook hotel na nini na nini. Mahali unaenda kulala. Yenye naenda hiyo seminar. So when I went there, nikamuuliza kwanza nini haina travel history. Hiyo travel history ni kweli Helen ulikuwa umenitisha passport nitafutie travel history. Is that true? Travel history. Siwe ulisema ati unikuletee uliniambia sema kuna venye unaweza fanya iwekwe travel history. Alituambia vizuri hapo na mzee anayekanga travel history. Huyu I don't know. Anyway, ule wa 500,000 yako wapi? Wewe? Mimi kwanza Helen alinitoa kazi. I was working in Turkey. Helen akaniambia ako na job za Norway. Nikampatia, akaniambia ni trade. So ukatoka majuu Turkey ukakuja Kenya? Yes. So story yangu ilikuwa hivi. Aliniambia ako na job za Norway. Kuniambia ako na job za Norway. Akaniambia process ina take 4 months. So hiyo 4 months unalipa down payment ya 100,000. After umepata visa utampatia 300. Zote zilikuwa zinakuja 400. Kukaa like 2 months akaniambia I have a good deal. Yenye napeleka na US through a program. That program unalipa 1.2. Ukaona umeangukia green pasture ya US. Ati hiyo visa unapewa through that program, you can work with it in US. Akaniambia utalipa down payment ya 350,000. After umepata hiyo program utalipa the balance. After sinikuwa nimempatia 100k. So nikamuongezea zingine 350,000. Ikakuja ngapi? 450,000. Haya, ikafika mwezi wa 7. Akaniambia program ziko karibu kutoka. So you can pay for your visa fee, which aliniambia ni 50,000. Nikamlipa visa fee ya 50,000 nikamtumia, ikakuja 500k. Niliuza mpaka restaurant, I owned a restaurant. Niliuza vitu na sana. Mafriza, mafridge, mashini za roni. Watu wenye wananijua risangu juu. Sasa mimi nahangaika, I'm from one house to another house. Kama sio hivyo, niende nilala kwa sababu ndio nipate kwa. Leo hii niko na Wakenya ambao wamenitembelea, ambao wametapeliwa na kulingana na vile wamenieleza. Na Steph Lee Tours and Travel based in Yala Towers, Biashara Streets, room 705, kulingana na vile wamenieleza. That's an allegation which they will have to prove. So when in Jacqueline, unasema wewe umetapeliwa ngapi? Mimi nimetapeliwa 150,000. 150,000. Yes. Ulilipa na cash ama M-Pesa? Nililipa na M-Pesa and I have evidence that is Safaricom. Yes, Safaricom. Uko nayo hapa? Yes. Ulilipa ngapi? Mimi nilipa 300. 300? Yeah. Yangu ilikuwa 500, nilikuwa natoa kwa my account na ikea Helen through M-Pesa. 500,000? Yeah. Mimi nililipa tu 30,000. 30,000. 30,000? Yes. Through M-Pesa, yes. Yeah. Naitwa nani? Mimi naitwa Kevin Mudhiora. Ongea kwa sauti. Kevin Mudhiora. Kevin. Yeah. Wewe ulipa ngapi? Nilitapeliwa 105,000. 105,000. Uko na evidence? Ndiko hapa. Through M-Pesa? Yeah. Moses Dotono Kamau. Moses? Yeah. Wewe ulitapeliwa ngapi? Alinitapeli 160,000. 160,000? 150 nikatuma kwanza. Alafu nikatuma ingine 10. M-Pesa? Uko na evidence? Niko na evidence. Next. Mimi naitwa Beatrice Wanjiru. Beatrice? Wanjiru. Beatrice Wanjiru? Yes, zangu ni 100,000.
Beatrice. Yes, na nilituma na M-Pesa. Next. Mimi naitwa Mercy Ambani. Mercy. Yes, nililipa 105,000. 105? Yes. Through M-Pesa. M-Pesa. Yes. Purity Chepkemboi. Purity. Yes. Hiyo simu inapiga kelele ni ya nani azime? Nililipa 105. 105. Yes. KCB Bank. Yes. Naitwa Ruth Wairimo. Ruth. Yeah. Mimi nilitapeliwa 105. Niko na evidence through M-Pesa. Yeah. Naitwa Samuel Njoroge. Samuel. Yes. 200k through M-Pesa. Through M-Pesa. Naitwa Pauline Kemto. Pauline. Yes, Kemto. Kemunto. Alinitapeli 230,000. 230k. Yes. Mine is different. Mine is Travel Start agency. Travel Start. Hii nyingine? Yes. Iko pale Travel Start pale View Park Towers. Travel Start. 8th floor. Room 2. Wakituambia wanatupeleka Netherlands. Alikutapeli ngapi? 385,000. 385k. Yes. Mimi naitwa Lois Njeri. Lois. Ni yangu niyo Travel Start. Umetapeliwa ngapi? 135. 135k. Anita Musioka. Anita Musioka. Utapeliwa ngapi? 300k. Naitwa Moses Mwangi. Moses Mwangi. Nilikoniwa 105. 105,000. Nilimtumia through M-Pesa na ndio hii hapa. Uko mpaka na evidence yako. I have more people that have sent their evidences via messages that didn't manage to attend today. Nilipa from Stephanie. Nilipa 160,000. Unaitwa nani? Janice Becky. Becky. Yeah. Watu wengi wametapeliwa na fake agents. Mtu unachukua pesa ya watu, unawaahidi kazi Gulf, unawaahidi kazi Canada, Australia, Malaysia, dunia mzima. Kisha unawatapeli. Ukiangalia hapa, hawa wametapeliwa a total of 4.5 million Kenyan shillings. That's a lot of money. Na pia kuna wengine ambao wametapeliwa na hawajafika kwa hii ofisi. Kwa hivyo nataka kuwaomba, kama mmetapeliwa na agent fulani, watu mjiunge muje wote pamoja ndio kesi ikuwe strong. Mimi kwanza Helen alinitoa kazi. I was working in Turkey. Helen akaniambia ako na job za Norway. Nikampatia, akaniambia ni trade down. So ukatoka majuu Turkey ukakuja Kenya? Yes. Akaniambia because you came for a barrio. No, lying. Mimi hata niko na message. Tulikuwa tunaongea na Helen through the Tulia madamu amalize nitakupa nafasi uongee. Because I have all the evidence Musida. And I told her Musida. Tulikuwa tunaongea na yeye. Let me iko hapa. Wacha nionyeshe evidence. Wait. Si anasema tu nilikuja Bario. Wacha. Hii ni Helen alinitumia. Ati ameniambia hiyo ni date zangu za kuingia embassy. Nilikuwa niingia embassy January date 21. Ndio hiyo nimeona. Haya. So story yangu ilikuwa hivi. Aliniambia ako na job za Norway. Kuniambia ako na job za Norway. Akaniambia process ina take 4 months. So hiyo 4 months unalipa down payment ya 100,000. After umepata visa utampatia 300. Zote zilikuwa zinakuja 400. Kukaa like 2 months akaniambia I have a good deal. Yenye napeleka na US through a program. That program unalipa 1.2. Ukaona umeangukia green pasture ya US. Ati hiyo visa unapewa through that program, you can work with it in US. Akaniambia utalipa down payment ya 350,000. After umepata hiyo program utalipa the balance. After nilikuwa nimempatia 100k. So nikamuongezea zingine 350,000. Ikakuja ngapi? 450,000. Haya, ikafika mwezi wa 7. Akaniambia program ziko karibu kutoka. So you can pay for your visa fee. Which aliniambia ni 50,000. Nikamlipa. Visa fee ya 50,000 nikamtumia, ikakuja 500k. Akaniambia utaingia biometric before date 15 which was July.
Sasa kutoka hapo July 15 tukakuwa tukisumbuana naye juu hapo amenitumia siku ya kuingia biometric. Nikamwambia Helen, unajua ulinifanya niache job press yenye nilikuwa nikaingia kwa ofisi juu sasa ilibidi niingie kwa ofisi ya Taki, sikuwa nafanya kazi. Sasa nikaanza kufanya vibarua. Nikamwambia mimi nitakuja Kenya nikijua the exact date ya kuingia biometric. Unaona hii message alinitumia ilikuwa date ngapi? Alitumianga ikiwa December tarehe 10. December tarehe 10. Akanitumia date ya kuingia embassy which is tarehe 21 July. So ukatoka Turkey. Nikalipa Turkey flight on date 12 December. Ukakuja Kenya uende embassy. Tunakuja kuingia embassy na already ameniambia program zimetoka. Si message ziko hapa. Madam, mimi naona when you are here. Wacha nikwambie, unaona hizi message hata si niko na flight za mpaka za kutoka nini. Kwa nini aseme ninadanganya? Mimi wacha nikakwambia ukichukua sijakwambia. Na hizi date ulikuwa umenitumia za nini? Yes, because tulikuwa tumekwambia dates. We were in January. Okay. Waya tumalize huyo. Nataka I was introduced to her by a friend. Kaniambia napeleka na US na nilipisha 550. So I was to give a down payment of 300. Hiyo balance ingine nilipe visa. Imekuja. Tukakaa the date yenye nilikuwa nafaa kwenda biometrics ikapita. Kaniambia nimpelekee passport. Kwa sababu apparently US, yapo ni US pia. Apparently US you have to have a travel history. So nikampelekea passport akanayo 2 months. Ati atafutie travel history and apparently akona connections passport inaweza pata travel history. Atushaenda US. Yani other countries. Cinema. Sasa akakaa nayo for 2 months kukuja haikuwa na travel history. Akaniambia nitaenda tu, akanipea date actually ya biometrics na bookings za hoteli. I was to go apparently for a seminar or something. So akaniambia me I'm only going na which was me nili doubt, but unajua she has a very sweet tongue. Akaniambia mimi naenda for the interview for formalities. US. For formalities. US is strict boss. Akanipea I have a patient. I have a witness mlikuwa naye akiniambia hivyo. This is my witness. Hata ndio alimuuliza aje. Huyu uliletwa interview ya US. Huyu tulikuwa na yeye. Wait kidogo Helen. Niliuliza alikuwa amemwashua kienda embassy anaenda training for formalities. Anaenda mayo. Ulisema uko na contact kwa embassy. Akona contact kwa embassy. My name is there. This is my witness. Madam, nyamaza, disikiza alafu tunakusikiza. One at a time. Let us be honest. But you took our money. No, let us be honest. Let me finish. Wacha niulize swali. Ngoja Mosili, just a minute. I'm the chair here. 300,000 ilikuwa ni ya embassy, ilikuwa ya kulipa embassy na apparently kubook hotel na nini. Mahali unaenda kulala. Yenye naenda hiyo seminar. So when I went there nikamuuliza kwanza nini haina travel history. Hiyo travel history ni kweli Helen ulikuwa umenitisha passport mtafutie travel history. Is that true? Travel history. Siwe ulisema ati nikuletee, uliniambia uko na connection. Alituambia vizuri ako na mzee anayekanga travel history. Huyu I don't know. Anyway, sasa hiyo gazeti kipande utuibia pesa tena ukuje kudanganya. Unasema tunadanganya. Mbona unasema tunadanganya? Kama kuna mtu muongo najua. So, nataka wacha niwasikize kila mtu anipe historia yake vile alinyang'anywa pesa yake. 105 na venye unakaa kijana hivi ungekuwa umeweka. Ulikuwa unafanya kazi ya matatu? Hapana. Nilikuwa nimepigwa boost na maadhi na nilikuwa NYS nimesave. Nikakuja nikapata wana advertise na mwenye alinifanya niende kwa hiyo ofisi ni Roda.
Pia ako kwa ofisi nyingine ananyang'anya wengine. Huyo Roda, huyo demo anaitwa Roda pia anavuruta. Huyo ndo alikuwa spokes lady wa huyo hapa. So akakunyang'anya 105,000. Okay. Umepewa chochote tangu unyang'anye 105? Na wacha hivyo, ako hadi na guards za kusema anatuita ofisi ati ako hadi na nyamanzeni. Ako na refund policy. Hii ni uongo. Hii ni refund policy. Amesign na akasema after 30 days aturudishia pesa. Hii refund policy yako after 30 days ulipatiwa date gani hii? Ndio hiyo hapo hadi huko nyuma tukasema. Haina tarehe? Iko huko nyuma. Ndio hizi hapa. Ulisign tarehe ngapi? Date ya kusaini hakuna. Ndio tarehe 10 mwezi wa pili. Madam, huyu ulimpatia refund policy ya mwezi wa pili na sasa tuko mwezi wa 5, 30 days. Pesa yake iko wapi? Tufungiwa ofisi sababu ya rent. Lakini bangi ilifungwa pia? Pesa gani na imetapeliwa? Pesa zinatapeliwa. Ndio maana nasema. Wakati mlitapeliwa, wacha nikuulize, is that your business? Hebu nikuulize, is that your business kama mlipiwa? Is that their business? It is not their business. They need their money. You see, me as a client, whatever happens with your money, I don't care. What I need is my money. Sasa tunasema at the end of it lazima mlipe. Kama maneno matambieni ya kudanganya watu mtaani. Ile kitu hata hiyo. Unajua hii pesa nilitaka nini nikitia na wewe nini ulifanywa? Wewe ni nani? Hapo sisi tutatoka kama. Usipandisha watu sukari yao nyinyi wawili. Kama kuna mtu mwenye maneno matamu na uongo, amenizungusha wewe. Hiyo maneno wanasema ya kutapeliwa. Mimi sijui mtu mwingine by the way. Najua Helen huyu. Mambo ya kutapeliwa sijui kama alikula ama hiyo ni maneno yake anajiekelea. Mimi niko na evidence nilimpatia pesa. Sawa? Niko na evidence hivi. Huyu mama uanga anazunguza kila mtu country mzima. Huyu Gulf country ni huku Kenya tu acha nizunguza. Na usinipandisha ni mimi. Sawa? Hii pesa mimi nilipata kwa hasira nyingi sana na kwa pole bro, najua pesa yako ni ngapi amekula kwanza mimi nilikopa pesa. Nilikopa pesa. Sasa inalipa na we also produce all our every madam, ukiona mwanaume analia machozi hapa, we will produce our kama mtu kanafanya mtu sasa kama umeibiwa, because the people who even scammed us, most of them are here in this town. So we are going sasa why are they doing because we already taken our pesa. Pesa inaingia kwa kampuni na yes, our case is in the court. Askari wamefika hapa. Pesa yako wewe, habari yenu ofisa? Yes. Karibu sana. Madamu hapa wapi? Habari madam? Salama sana. Now, huyu mama na kijana wake wawekwe ndani. Which one? Huyu mama na huyu kijana wake ndio huyu. Hao wote ni watapeli, wanafanya pamoja. Hao wawili. Mweke wote ndani. Sisi si matapeli. Pesa ya watu iko wapi? Simuwapatie basi waende. Unaona hivyo venye mnasaidia pia sisi mtusaidie wenye wako. Sawa. Sawa. Officer, hao watu wapelekwe kotini kesho. Hao complainants wote, kila mtu aende report huko KICC. Sawa. Sawa. Madam, naomba sasa uandamane na maafisa wa polisi. You are under arrest. Na kijana wako pia huyu, you are under arrest, two of you. Andamana na maafisa wa polisi sasa. Baada ya mambo mingi, sijale nielezea watu tarudia pesa yao. Si ati aeleze wewe ndugu. Sasa this are matter under police. Ndio hii mpaka wametengeneza nini? Na kama hata baba tupate hii ndio gani sasa? Mpaka mlikuwa mmepanga kwenda demonstration? Atulipe. Mimi naishi kwa watu, niliuza mpaka hoteli Mosia Ethika explain. Niliuza mpaka vitu za nyumba. Niliuza mpaka vitu. Yaani mlitengeneza mpaka mnaenda demonstration. Wanaume nalala kwa wasichana, nalala kwa kila mtu.
Sasa huyo ni sawa, officer, chukua sasa, naona hapa imeanza kuwa demonstration. Wapeleke huko. Hao wawili hawa, huyo madam na huyu. Two of you are under arrest. Hebu hiyo nini? Hebu inua juu nione. Inua juu nione. So mimi nalala kwa watu. Yaani sasa hivi mnateseka hata hamna nyumba? Sina mimi. Unasema kwa kulala. Chakula ni shida. I think I came and explained to you. Niliuza mpaka restaurant, I owned a restaurant. Niliuza vitu na sana. Mafreezer, mafridge, mashini za roni. Watu wenye wananijua Roysambu. Sasa mimi nahangaika, I am from one house to another house. Kama sio hivyo, niende nilala kwa madam ndio nipate kwa. Create a woman is holding my money. Hii ni serious. Mimi sina wazazi, sina brothers. So wewe uliuza duka, hoteli. Last week alikuwa ameniita niende KICC, ati naenda huko KICC na nigeuzia store. Were it not for these people who came to ground wakasema pia sisi ni victims. So wewe ulikuwa ufungwe. Ningekuwa ndani saa hii ati nimeannounce kwa TikTok ati ni yeye ni nimeannounce kwa TikTok yeye ni mwizi. Yes, yeye ni mwizi. Last month yenye tuko nao, they are victims wenye wamelipa pesa mpaka they take this month. I have an evidence niko na mpaka hiyo receipt hapa kwa. Wanaendelea kulipa pesa. They are still continuing to pay their money. So they are calling people Steve Ellen or Steve Lee. Kama saa hii mimi nimetoka kwa travel. Nimetoka kwa wenyewe. Unalala kwa nyumba za watu ndio survive. Yes, for the last 3 months. Wenye wako hapa they have been seeing me, they know. Nataka mfanye hivi. Madam ako na pesa. Ile kitu iko enda KICC. Huyo madam apeleke kotini. OCS nimeongea na yeye. Hii haiwezi achilia. Na pia ombi langu kwa Inspector General Police. Scammers wamekuwa wengi. Wanaripoti polisi hawachukui hatua vile inafaa. Cases zimeripotiwa polisi zote. Kuna cases ziko Central Police, kuna zile ziko KICC, Kamkunji, CBD yote. Watu wanaibiwa Nairobi kila siku. Leo hii peli, dada kama huyu alifunga biashara yake. Akafunga hoteli, akauza kila kitu, akamletea pesa. Ulimletea pesa ngapi? 150,000 aliuza hasara ndiye aende majuu. Saizi anateseka. Wakenya wametapeliwa. Namuomba Inspector General Police, Director wa DCI, OCS wa Central, OCS wa KICC, OCS wa Kamkunji. Hizo cases za agents kuibia watu zimekuwa mingi mpaka Kasarani, Nairobi yote watu wameripoti. Tafadhali au victims au criminals washikwe ili victims wapate justice. Na pia Mkenya, kabla ulipe pesa kwa agent, tafuta wakili. Lipa wakili 5,000 ama 10,000 aku witness na hiyo pesa ilipwe kwa account na usipeane cash. Wengine wametapeliwa cash. So that's my appeal. Na waomba kwa heshima nyinyi wote muende, wale wote mmebiwa na agent na iko town, muende muandike report pale KICC, mtoe copies. Criminal ameshikwa kwa KICC. Yeye na mtoto wake, kijana, mama na kijana. Family business wanaibia watu town.